us prepare, for the time is near. Hallelujah. Behold, the Savior cometh to take us home. He is pleading to us all. Let us prepare, for the time is near. Let us prepare, for the time is near. All saints and even sinners shall sing. Sad moment for the sinners in this world. They will never, 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 never see Jesus just because of their sins. For the faithful shall rejoice to see Jesus Christ coming. They will sing hallelujah. They will sing hallelujah. They will sing hallelujah. 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 This will be a sad moment for the sinners in this world. They will never, 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 never see Jesus just because of their sins. For the faithful shall rejoice to see Jesus Christ coming. They will sing hallelujah. They will sing hallelujah. They will sing hallelujah. Amen. Asanteni sana kwaya ya Jogoo ambayo ndio mama wa makanisa haya yote. Kweli mama anaweza. Asanteni sana, mbarikiwe. Nataka kuwatangazia kwamba Springfield Hospital ambayo ilikuwa pale wakiwa na hema pia watakuwa kesho. Wala wakupata huduma kwa mambo ya macho, msikose kesho, watakuwa pale. Kwa hivyo hilo ni tangazo. Sasa nachukua fursa hii kumkaribisha pasta wetu ili aweze kutuletea mgeni ambaye tumepata jioni ya leo. Ni wangapi wanafurahia mgeni? Kwa mikono. Kuna mgeni mwingine. Kabla mgeni wetu kuna mgeni ambaye ametoka conference. Wacha pasta mulete. Pastor Judy, karibu. Wana na binti za mfalme na wasalimu wa mjambo. Happy Sabbath. Tunashukuru Mungu kwa sababu anazidi kutukirimia baraka zake. Hata mvua ambayo imenyesha ni baraka kuu kutoka kwa Mungu. Sitaki kupoteza muda sana, nataka kumkaribisha mchungaji Shadrack Okari kutoka ofisi yetu ya South Kenya Conference. Aje aweze kutusalimia, ametutembelea ili aweze kuona vile kambi letu linazidi kubarikiwa. Mchungaji, naomba uje utusalimie. Wapenzi katika Bwana na wasalimu, hamjambo. Nipungie. Asante. Tumshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake, kwa sababu ya kutuwezesha kuwa na wakati kama huu. Nadhani wamesahau, labda wamesahau kukutambua kama mgeni. Pastor Judy ndiye mgeni wa kwanza wa makambi haya, kwa sababu yeye ndiye coordinator.
our chief guest, I'm sincerely humbled to say welcome, even if it is late. Ni kwa sababu ya wingi wa makambi. Hatuja kuja mpaka leo Alhamisi. Sijui kama kuna yeyote amepitia. Okay. I sincerely want to give my apology because of coming late. It is because of the huge number, the large number of camp meetings that we have in South Kenya Conference. Actually, we have 56, and most of us, the officers and departmentals, are out for camp meetings. Kwa hivyo, tukiwa tumesamehewa kutoka kwa upande wa wageni na wenyeji, ninaomba huo msamaha. Nadhani mmetusamehe kwa sababu ya kuchelewa kuwatembelea, kuwazuru wakati huu mnapoendelea na ibada hii ya wakati wa makambi. Mmetusamehe kweli? Ni wangapi wamefurahia makambi ya mwaka huu? Mmependezwa? Kwa hivyo mambo yote ni swali. Mungu ainuliwe kwa sababu hiyo. So nataka kutaja mambo matatu ambayo tunafaa kufanya kama wana Millenium. Nikiangalia idadi ya wanaohudhuria wakati huu kwa ibada, nimeona mko wengi. Na ni desturi yenu. Si kitu cha pengine kutumia uongo, lakini ni desturi yenu kuhudhuria makambi kwa wingi. Mungu awabariki kwa hayo. Jambo la pili, sijui kama mmenunua vitabu. Ni wangapi wamenunua vitabu? Yule ambaye amenunua kitabu na nataka kuona mkono. Okay, wachache sana. Vitabu hivi vimekuja hapa kwa ajili yenu. Mwinjilisti yuko wapi? Jared, nilikuona. Asante sana. Vimekuja kwa ajili yenu ili tuweze kusoma. Na mnajua Mwadventista anajulikana kama msomi, na msomi hawezi kuitwa msomi kama asomi. Ama unaweza kuitwa msomi kama hujasoma? Unaitwa msomi kwa sababu ya kusoma. So tuchukue vile vitabu, tusiache vile vitabu virudi. Kama si wakati tungejaribu, lakini kwa sasa nataka kumpisha mnenaji. Lakini kabla ya kumpisha mnenaji, kutoka kwa makambi ambayo nimekuwa pamoja na wenzenu katika imani ambao ni viongozi kutoka kule ofisini, wale ambao tulikutana, walinipatia salamu zao. Umezipokea? Mungu awabariki. So sina muda tena wa kupoteza, ila kupisha kipindi hiki cha huduma ambayo ilikuwa imeandaliwa iweze kuendelea na hadi tamati. Nawatakia kila la heri. Mungu azidi kuwa pamoja nanyi, awaongoze kwa vyovyote vile, ajidhihirishe kwenu kupitia kwa wanenaji hawa, kupitia kwa neno lake, ili kila mmoja tukiachana, tukitoka hapa, akituridhike na kusema kwamba tumekutana na Mungu wetu. Mbarikiwe sana na asante kwa nafasi hii.
Pastor, sasa Kwaya yetu ya Nyanchwa Youth mpo, vijana wa Nyanchwa. Nyanchwa Youth, kama mpo, naomba tafadhali mje kwa haraka muweze kumkaribisha mnenaji.
Tunaomba ili mchungaji aje. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako kwetu. Tunakushukuru sana kwa sababu umekuwa mwaminifu katika maisha yetu, na kwa kila jambo umejidhihirisha na baraka zako tele ambazo umetukirimia. Mchungaji anaposimama kuleta neno lako, tunaomba umtumie, umshushe unapoinuliwa katika kila njia. Na zaidi ya yote, Kristo wa neema yote, utujaze na nguvu zako, tusikie neno hili liweze kutuandaa kwa ajili ya marejeo yako mara ya pili. Mapenzi yako yatendeke, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mje mrekebishe monitor. Sasa leo hapa basi tutajua tufanye nini. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jioni hii aliyotusaidia. Tumekutana kwa ajili ya neno la uzima. Nimshukuru mchungaji wetu wa mtaa na mchungaji wetu wa jogoo kwa namna tunavyofanya kazi kama timu. Nishukuru wachungaji wengine kwa namna tunavyoshirikiana. Nishukuru mafundi mitambo wa Vuna TV. Nishukuru mafundi mitambo wa kanisa. Nishukuru ile nyumba ya Mr. and Mrs. Fred tunapolala na kula. Nishukuru wapishi. Nishukuru meza vitabu. Nishukuru kwaya zote, washiriki wote, kamati ya makambi wakiongozwa na mwenyekiti wa kambi, mnasemaje? Lakini nishukuru jioni ya leo tumetembelewa na kiongozi wetu toka conference, publishing director. Napenda kukwambia kwamba sijui uko wapi. Napenda kukwambia kwamba uliwakilishwa vizuri. Watu ni wema, wanafaa kupewa wageni. Alafu na msiwe na wasiwasi, maana wanajua kuhendo wageni kwa viwango vya juu. Kwa kila mnapopata mgeni muwakumbuke. Nadhani inatosha. Fungua pamoja nami Zaburi 104 fungu la 16. Leo tulisema tunahubiri nini? Hatuko sawa Sehemu ya pili. Sasa tutaihubiri kwa kutumia fungu hili. Zaburi 104 fungu la 16. Zaburi 104 fungu la 16. Zaburi 104 fungu la 16. Biblia inasema, miti ya Bwana nayo imeshiba, mierezi ya Lebanoni aliyoipanda. Some kwa sauti 1, 2, 3 twende.
Tena 1, 2, 3. Miti ya Bwana nayo imeshiba, mierezi ya Lebanon aliyoipanda. Tusimame. Kumbuka fungu tuliloliacha jana linasema mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa growth, atakuwa kama mlezi wa Lebanon. Lakini tumepitia ile fungu lisemalo miti ya Bwana nayo imeshiba, mierezi ya Lebanon aliyoipanda. Nena rohoni ye, nena kwa upole, sema kwangu kwape, uache fungua moyo wangu, nisikie mara kila siku, upole wape dai, nisikie maneno, uachi Baba, katika jina la Yesu na kualika ushuke unene nasi katika jina Yesu Kristo, amen. Yule fundi mitambo wangu mkamtafute popote alipo, vyombo havijakaa sawa. Yule mweupe mrefu, yaani mkamtafute popote alipo. Mweusi yupo hapa? Ije huko, ije huko. Yeah. Mungu awabariki. Miti ya Bwana nayo imeshiba, mierezi ya Lebanoni aliyoipanda. Funga Biblia yako, hatutasoma fungu lingine. Ukisoma katika kitabu, kama umekuwa ukinifuatilia, utagundua kwamba aina ya mahubiri yangu yanaitwa expository sermon ama historical background sermon. Kwa ukinipoteza hizi dakika za mwanzo ninapokupa historia, kule mbele hautanielewa. Wangapi wameshanifahamu? Ukinipoteza hapa mwanzo hapa, hautanielewa kule mbele. Kwa hiyo tufuatiliane. Mungu aliumba miti kwenye juma la kwanza la uumbaji. Lakini Daudi anasema mielezi ya Lebanoni haikuumbwa, ila ilipandwa na Mungu mwenyewe. Anakusudia nini? Fungu letu la jana nasema mwenye haki atastawi kwenda chini kama mtende, atakuwa growth. Kwa pale ni growth, nourished growth as ya cedars of Lebanon. Kwa nini Biblia iseme mwenye haki miti ya Bwana nayo imeshiba, mierezi ya Lebanon aliyoipanda? Ndugu zangu katika imani, mimi Mungu kanijalia kidogo, sio sana, kusafiri. Ukienda Dubai pana shamba la miti ya mierezi. Ukienda Israeli pana miti ya mierezi. Ukienda Lebanon pana miti ya mierezi. Lebanon pana miti ya mierezi. Ukienda Palestina pana miti ya mierezi. Ukienda Jordan pana miti ya mierezi.
wakati Biblia inaandikwa kulikuwa na mataifa zaidi ya 10 ambayo yamepanda miti ya mielezi. Lakini ndani ya Biblia kuna mafungu 73 yanayoelezea mielezi ya Lebanon. Haielezi mielezi ya Israeli. Si kama mnanifuatilia vizuri, utagundua mtende unapatikana Palestina, kondoo Palestina, mwelezi pale Israeli pana mwelezi, Jordan pana mwelezi, Palestina kuna mwelezi, tena umeota jangwani. Lakini anatuambia mimi nahubiri mielezi ya Lebanon. Sasa lazima uelewe context. Kwa hiyo mafungu yote yanaposema mwelezi wa Lebanon, mwelezi wa Lebanon, mwelezi wa Lebanon, mwelezi wa Lebanon, mti wa mwelezi ambao wenye haki wanatakiwa kukua kama wenyewe ni mti gani? Wengi hatujawahi kuona. Ni mti ambao upo kwenye triangle, umekuwa kwa umbo pembe 3. Mti mmoja wa mwelezi una uwezo wa kutoa kivuli kwa watu 300. Nilikuwa napewa takwimu hapa jana, sisi tulikuwa 1100, si 11 hivi. Kwa hapo tutahitaji mielezi 3, wote tutakuwa ndani yake. Kwa kama huu mti ukijificha hapo ni watu 10 na mnanyeshewa na mvua, mti wa mwelezi mmoja unatoa kivuli kwa watu 300 bila kuungua na jua wala kunyeshewa na mvua. Hata mvua kubwa kama hii ukijificha chini ya mwelezi wa Biblia, wakati huo mvua ilikuwa ikunyeshei. Mti wa mwelezi ndio mti pekee ambao mbao yake ni ngumu kuliko zote duniani. Pia mti wa mwelezi una uwezo wa kukaa ndani, mbao yake ikakaa ndani ya maji kwa miaka zaidi ya 100. Nilikwenda pale Lebanon kwenye makumbusho yao, pana swimming pool lakini sio ya kuogelea, na ndani kuna mbao ya mti wa mwelezi ambayo ina miaka zaidi ya 100, haijaoza wala kuharibika. Mti wa mwelezi ni mti ambao ni kijani kibichi Januari mpaka Desemba. Mvua inyeshe isinyeshe, yenyewe ni greenish all the time. Mti wa mwelezi ndio mti pekee ambao Ottoman Empire aliutumia kutengeneza meli. Lakini Ottoman Empire huyo alitumia mbao za miti ya mielezi kutengeneza treni. Sasa kama treni ilikuwa na uwezo wa kupita juu ya hizi mbao, ndio utakaponielewa namna ambavyo zina durability. Mtu wa mwelezi kwenye First World War ya kutengeneza Second World War, Hitler na Benito Mussolini walitumia kutengeneza meli, bunduki na vifaa vingi vya kivita. Mti wa mwelezi hauna matunda, lakini ni mti ambao una urefu wa mita 120 kwenda juu. Unene wa mti wa mwelezi ni watu 20 kuzunguka wakiwa wameshikana mikono, ndio unapata mzunguko. Kwa huu mti mnaoona hapa kwa mwelezi unaingia karibia mara 20. Mti wa mwelezi ndio mti pekee ambao hauliwi wala kuvamiwa na wadudu wa namna yoyote. Matawi ya mti wa mwelezi ukiyakata hauhitaji kamba kuyafunga, yenyewe ukiyaweka tu yananatana automatic, na unaweza ukatembea na huo mzigo kilomita hata 10 bila jani hata moja kudondoka. Mti wa mwelezi
uliitwa mti mtakatifu. Kwa sababu gani? Ukisoma kitabu chako cha Mambo ya Lawi vizuri, patakatifu pa patakatifu, ili pa qualify kwa ajili ya huduma za patakatifu, palikuwa na matawi ya miti ya mielezi. Na ili patakatifu pakamilike, lazima pawe na matawi ya miti ya mielezi kwa ndani. Bila mti wa mwelezi tayari disqualified. Lakini mti wa mwelezi ni mti wa unabii. Ngoja nikupe unabii wake. Musa, Isaka anapanda mlima Moria, na anapopanda mlima Moria na baba yake kwenda kutolewa kafara, zile kuni ambazo Isaka anakwenda kutolewa kafara alizibeba Isaka mwenyewe, na zile kuni akazitandika akalala, na zilikuwa ni kuni zilizotengenezwa kwa mbao za miti ya mielezi. Na hizi kuni si kwamba zilitengenezwa kwa mbao za miti ya mielezi kwamba walikosa miti mingine. Walijua huu ni mti mtakatifu. Hapo hapo ambapo Isaka alilala, Suleiman anajenga hekalu mlima huo wa Moria. Chaki sasa, ukisoma Wafalme wa Pili, anaandika barua kwenda kwa mfalme wa Tiro. Lebanon, Agano la Kale iliitwa Tiro ama Sidon. Anaandika barua Suleiman, otherwise hausomi Biblia yako. Ukisoma Biblia, aliandika barua kwa mfalme wa Tiro akimwambia, ninaomba miti ya mielezi nimjengee Bwana hekalu, uiweke kwenye Mediterranean Sea, alafu maji ataileta ile miti mpaka hapa Yerusalemu, kisha nitamjengea Bwana hekalu. Kwa hekalu la Suleimani lilijengwa 70% na mbao za miti ya mielezi. Kwa nini aende akanunue mielezi Lebanon? Kwa nini pale Yerusalemu Israeli pana mielezi? Palestina jirani yake pana mielezi. Lakini kwa nini Sulemani anaandika barua kwenda Lebanoni, nataka kumjengea Bwana hekalu, ninaomba miti ya mielezi kilomita zaidi ya 800, lakini anaacha mielezi hapo hapo mingine? Angalia sasa, gongo na fimbo. Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Gongo na fimbo walivyoshika wachungaji wa kondoo vilitengenezwa kwa mbao za miti ya mielezi. Fimbo ambayo Musa alishika akapiga maji yakagawanyika ilitengenezwa kwa mti wa mwelezi wa Lebanon. Fimbo ambazo walishika wote viongozi wa zamani, ikiashiria uongozi, zilitengenezwa kwa mbao za miti za mielezi ya Lebanon. Hekalu la Daudi, nyumba ya Daudi, ilitengenezwa kwa mbao za miti ya mielezi ya Lebanon. Sasa angalia ikali kuliko yote, msalaba wa Yesu alioubeba mabegani mwake ulitengenezwa kwa mbao za miti ya mielezi. Sasa hebu jiulize, kwa nini Isaka anapopanda Moria anachoenda kulalia ni mbao za miti ya mielezi? Hapa tega sikio unielewe vizuri nisikuache. Maana huko mbele utafanya connection nzuri tunakoelekea. Kwa nini mbao alizobeba Isaka kwenda kulalia zilitengenezwa kwa mti wa mwelezi? Okay. Akaenda katika mlima Moria. Mlima huo hekalu la Suleimani linajengwa. Hekalu la Suleimani linajengwa mlima huo kwa kutumia mbao za miti gani? Ya mielezi. Mlima huo gongo na fimbo vya Daudi vilichumwa katika mlima Lebanon. Lakini mlima huo msalaba wa Yesu unabebwa. Sasa unajua kuna watu wanasema huu mlima ambao Isaka alitolewa ndio mlima ule ambao hekalu lilijengwa la Suleimani. Hapa hakuna shida, maana imetajwa Moria. Kule mbele ukabadilika ukaitwa ukaitwa fuvu la kichwa, Golgotha, na wengi wanasema mlima ule wa Isaka ndio huu ambao msalaba Yesu ulikuwepo.
Mimi nimebahatika kwenda nchi ya Israeli. Sasa ngoja nikwambie, ukiwa katika ule mji wa Israeli, kuna maeneo mawili yanayohisiwa Yesu aliangikwa ukiwa pale. Na pale eneo lile pana milima kadhaa. Israeli pana milima kadhaa, lakini milima ipo karibu. Mlima mwingine huko hapa, mwingine huko hapo mlipoweka bango la mahubiri, ambapo ndio panaitwa Moria leo. Mwingine huko hapa, mwingine tu huko hapo mbele, mwingine huko hapo, mlima Sayuni huko hapo hapo. Kwa hiyo hii milima ipo karibu. Iko eneo moja lisilozidi eka 20. Kwa tunaposema alipotolewa Isaka na msalaba Yesu ulipowekwa, ni eneo moja kwa context mbili. Eneo la kwanza ambalo Roman Katoliki waliligundua linaonyesha Yesu aliposulubiwa ni mlima huo Moria. Lakini eneo la pili lenye ushahidi mkubwa zaidi linaonyesha ni hiki kilima cha pili, lakini kiko eneo hilo la Yerusalemu, hilo unauona huo hapo. Kwa mtu anaposema msalaba Yesu aliposulubishwa Yesu ndipo Isaka alipowekwa, mimi nasema huyo mtu tunampa 100%, kwa sababu hata kama sio mlima mmoja, ila ni milima unaotembea kwa mguu, tena within 10 minutes umefika Moria, umefika hapa kwenye msalaba wa Yesu. Wangapi wananielewa? Aha. Kwa hiyo maana yake nataka kusema nini? Niko najenga hoja hivi. Eneo hilo ambalo Isaka alitolewa kafara akalalia mbao za miti ya mirezi, ndilo eneo hilo Bwana wetu Yesu Kristo alibeba msalaba wa mti wa mwelezi akafia eneo hilo. Siku moja nikutana na mtu mmoja anahubiri, anasema, wapendwa, dhambi zetu zilimuua Yesu. Mwingine nikakutana anasema, hapana, Mungu alimuua Yesu. Nataka niwaambie hiyo teolojia haiko sawa sawa. Wewe hauna uwezo wa kumuua Yesu. Wewe hauna uwezo. Wala dhambi zako hazina uwezo wa kumuua Yesu. Hazina uwezo wa kumuua Yesu. Yaani mtoto wako akitumbukia kwenye shimo, ukiamua wewe kwenda kumuokoa ukafa, maana yake si mtoto amekuua, ila moyo wako wa kujitolea umesababisha uteleze ufe. Unasema, wewe pastor unaongea nini, unatuchanganya? Na mimi nakwambia soma Biblia yako katika Yohana 10:17 anasema, ndiposa Baba anipenda kwa maana ninautoa uhai wangu kisha ninautoa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba, hakuna aniondolea hai, bali mimi mwenyewe ninautoa kisha nautoa tena. Kwa Yesu alijitoa uhai wake kwa kupitia msalaba wa mwelezi, na Isaka alitaka kujitoa uhai wake. In fact nitawahubiria siku moja comparison and different between Isaka and Jesus, lakini sio juma hili, muda haupo. Kwa mti wa mwelezi ulikuwa sio mti wa kawaida. Sasa nataka nikwambie nini jioni ya leo? Biblia inasema miti ya Bwana nayo imeshiba, mwelezi wa Lebanon aliyoupanda. Unapofika mji wa Lebanon, mji ule mkuu wa Beirut, itabidi uende kilomita kama 70. Ukifika zile kilomita 70, mbele yako utaona nyakati zile za Biblia. Sasa hivi mambo haya yanaweza yasiwepo sana, kuna mabaki tu ya huu mlima. Ukiangalia kilomita 70 toka mji mkuu wa Lebanon. In fact, Lebanon wamechukuaje hiyo heshima? Heshima ya Lebanon ni kwamba bendera yao ina nembo ya mwelezi. Bendera ya taifa ina nembo ya mwelezi na kadhalika. Kwa ukiangalia juu utaona mlima wenye rangi nyeupe, mlima wa mawe. Huo ndio mlima unaoitwa Lebanon. Kwa nchi ya Lebanon ilichukua jina kwa sababu ya umaarufu wa huo mlima Lebanon. Huu mlima umeingia kwenye maajabu, kwenye Guinness Book of Record, mlima wa maajabu. Huu mlima ukoje? Huu mlima ndio mlima pekee ambao ni jiwe. Yaani ni jiwe kubwa kuliko yote duniani,
ndio huo mlima unaitwa Lebanoni. Nazungumza hivi, jiwe moja kubwa, unapotafuta jiwe kubwa kuliko yote duniani ni jiwe hili ambalo ni mlima Lebanon. Hili jiwe lina urefu wa futi 8,000 kutoka hapa nilipokanyaga mpaka pale juu. Futi 8,000. Ni hapa mpaka kule mjini mbali kwenda juu. Alafu upana wake ni kama eka 10 hivi. Kwa ndio jiwe kubwa kuliko yote duniani. Kwa nini Biblia kila inapotaja mwelezi inakupeleka Lebanoni? Kwa sababu juu ya hili jiwe pana miti ya mielezi. Sasa imeoteje? Maajabu ni kwamba hii miti imepandwa kwa mstari ulionyoka juu ya jiwe. Yaani mstari umenyoka, ukiwa juu ya mti, nyuma mti huu huoni mwingine. Imenyoka. Alafu huku ni hatua 4, unapiga hatua 1, 2, 3, 4. Unakutana na mti mwingine. Kwa hapa katikati pana nafasi, lakini magari hayafiki kule. Na ili upande kule lazima upande kwa vyombo vya kisasa. Na hakuna mtu yoyote ambaye angeliweza kupanda zile zamani. Wanasayansi kipindi cha Daudi wakaanza kujiuliza, hii miti imepandwa na nani juu ya jiwe? Ndugu zangu, nataka nikwambie, wakaenda wanasayansi juu ya hili jiwe. Walipokwenda juu ya jiwe, wakakuta ile miti iko strong, minene, iko juu ya jiwe na mizizi yake imekwenda chini. Kwa mizizi yake imepasua jiwe, imekwenda chini. Hoja si mizizi, hoja ni nani aliyepanda hii miti juu ya jiwe. Miti zaidi ya 2,000,000 imenyoka kwa mstari, inapruniwa, majani yake yamekaa vizuri, sio ya ovyo kama wa mti wenu hapa. Imepruniwa na hamna anayepruni. Lakini maajabu mengine ya hili jiwe, all the time maji yanaruka juu ya jiwe. 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 Wanasayansi wakaenda, je, haya maji yanatoke? Maana maji yote lazima yaanzie kwenye water table. Hata kama ni kisima kianzie kwenye water table. Walichogundua ni kwamba katikati ya hili jiwe kubwa la Lebanoni, ambayo juu kuna mielezi ya Lebanoni, katikati kuna chemichemi ya maji. Wanasayansi wanathibitisha ya kwamba hakuna jiwe linalotoa maji kama hayaanzi kwenye ardhi. Lakini hili jiwe linatoa maji kunywesha miti ya mielezi, yanaanzia katikati ya jiwe. Kwa ikawachanganya wazungu mwaka 1905 wakasema haiwezekani. Wakapanda na mbegu za miti ya mielezi juu ya mlima. Walipopanda na mbegu za mielezi, wakadrill it, nao wachimbe waone kuna mtu alipanda. Wazungu ni watu wapumbavu kabisa. Wakachimba, walipochimba usawa huu wakapanda kamwelezi kao, Jioni kamekufa. Sasa hii mbona imekuwa mikubwa? Wakasema hapana, hatujaweka mbolea. Wakachimba, wakaweka mbolea, wakaweka, ikafa. Wakasema hapana, tuchimbe shimo yani kubwa kubwa yani liwe pana liwe kubwa alafu tuweke udongo mwingi alafu tuweke kidogo udongo ufike hapa, alafu mwelezi ufike hapa, alafu upate kushuka chini sawa. Wakachimba lishimo likubwa, wakaweka mbolea. Walipopanda 1 week mti umekufa. Pamoja na kwamba walikuwa wanamwagilia, mti ukafa. Daudi alishafanya research. Hii miti haijawahi pandwa na mtu yoyote. Musa hajasema haikupandwa na mtu yoyote. Daudi akaconclude very simple, hii ni miti ya Bwana, nayo imeshiba, mielezi ya Lebanoni aliyoipanda Mungu mwenyewe. Kwa iko proved ya kwamba hii miti ilipandwa na Mungu mwenyewe. Hakuna historia inayosema mwanadamu alipanda. Na ndio maana hii miti maskini walikuwa haitumii. Ni matajiri tu wakitaka mielezi Lebanoni. Mielezi, maana watu walikuwa wanakwenda kufanya ibada wakiamini ya Mungu. Na mimi kwa huu ushahidi niliokupatia, ni Mungu mwenyewe aliipanda, imenyoka kweli kweli. Mbona kama mlivyonyosha hizi nguzo zenu, basi ndio ule mwelezi ulivyonyoka.
umeacha nafasi hapa, umenyoka na hamna mwanadamu aliyopanda. Unajua ingekuwa imeota randomly imeota ovyo ovyo, ungesema ilijiotea. Hii imepangwa na inakunywa maji. Kiingereza New King James Version anasema the tree of Adonai get plenty of land they want. Version nyingine inasema tree of road get abundantly water. Kiswahili anasema miti ya Bwana nayo imeshiba, mierezi ya Lebanoni aliyoipanda. Na ndio maana huu mlima umeingia kwenye maajabu. Nataka nikwambie ndugu zangu, kazi ya mhubiri ni kutoa muktadha ule kuuleta hapa. Mierezi inasimama badala ya nani? Mierezi hii ya Lebanoni inasimama badala ya mimi na wewe. Tupo katika ulimwengu ambao unafanana na hili jiwe kubwa. Hili jiwe kubwa lina misukosuko mingi, lina misukosuko ya magonjwa, lina misukosuko ya huzuni, lina misukosuko ya ndoa, lakini katikati ya hili jiwe Mungu atakuwezesha wewe Mwadventista kuendelea kunawiri na kukua kiroho, maana umepandwa juu ya mto, juu ya jiwe, na aliyekupanda ni Mungu mwenyewe. Jioni ya leo wewe ni mwerezi. Haukuja duniani kwa bahati mbaya. Duniani uliletwa na Mungu kama miti ya mierezi. Na baba na mama, usiseme tumezaa. In fact, bahati mbaya sana sikuwa kwenye ile darasa la ndoa. Kiukweli hatuoi wala kuolewa ili tuzae. Wale wanandoa weka jibu. Mtoto ni matokeo, ni mbaraka, ni zawadi Mungu anayotupatia wanandoa. Ila auoi wala kuolewa ili uzae, ili upate mwenzako. Mtoto ni mbaraka, ni zawadi unaopewa na Mungu. Na ndio maana wewe umewahi kujiuliza masikio humu tumboni humu, masikio ya mtoto yanatengenezwaje? Pua inatengenezwaje? Kichwa kinatengenezwaje? Nywele zinatengenezwaje? Jinsia, kucha. Mungu anakuwa yeye mwenyewe anatengeneza mierezi yake, na mtoto namna anavyozaliwa ni kwa namna ya ajabu sana. Mtoto anavyotokea ni kwa namna ya ajabu sana. Kwa kila aliyezaliwa yeye ni mwelezi wa Lebanon. Angalia miti ya mierezi inapata maji. Maana yake nini? Maadamu wewe umezaliwa, Mungu atakupa mahitaji yako yote. Hautapungukiwa. Nyakati ambazo utadhani umekosa ada, Mungu atakupatia ada toka katikati ya jiwe. Nyakati ambazo utadhani umekosa chakula, Mungu atakupatia chakula katika jina la Yesu. Nyakati ambazo utadhani umepungukiwa, Mungu atakujaziliza unaoyahitaji, maana wewe ni mti wa Bwana, tena umeshiba, mwelezi wa Lebanoni aliyekuleta duniani. Mbao za mti wa mwelezi ni nyekundu, zina rangi red, na durability, uimara wa mti wa mwelezi ni ile rangi nyekundu ya mbao. Ndio uimara wa mti wa mwelezi. Wadudu hawamvamii kwa sababu ya red color. Ni red color. Wadudu hawezi kuvamia, wala mti wa mwelezi hauwezi kuwa dhaifu kwa sababu ya ile red color. Na ndio maana mti wa mwelezi rangi yake ni nyekundu kabisa. Ndio mti wenye rangi nyekundu, kana kwamba umepakwa rangi. Nataka nikwambie, furniture za ikulu yote ya Marekani, White House, ni mbao za mierezi. Furniture za ikulu ya Ujerumani, Uingereza, ni mbao za miti ya mierezi. Mbao moja ya mti wa mwelezi kwa hapa Kisii, mbao moja unajenga nyumba. Mbao moja tu. Ni mbao ambazo ni ghali. Durability yake ni red color. Ndugu zangu, nataka niwaambie, kupitia damu ya Yesu sisi tutakuwa imara kama mbao za miti ya mierezi. Kupitia damu ya Yesu hatutavamiwa na vitu vibaya. Kupitia damu ya Yesu tutakuwa salama. Jioni ya leo nataka nikwambie,
damu imebubujika ni ya Emanueli, wakioga wenye taka usafi wa kweli. Rangi nyekundu inasababisha mtu mwelezi uwe imara kupitia damu ya Yesu iliyogusa ardhi ikatukomboa na kutununua. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Siku moja mtu mmoja alisema damu ya Yesu ni ya zamani sana, imeexpire, haiwezi kutusaidia. Kwanza akaniambia, pastor, inawezaje damu ikatusaidia sisi, ikatusaidia? Siku moja mtoto wangu yule binti aliugua, na alipougua mimi nilikuwa far away kilomita 800 toka jiji la Dar es Salaam. Nilikuwa chuoni nikisoma teolojia. Alifanyiwa operation, na alipofanyiwa operation akalazwa. Alipotoka amefanyiwa operation, yule binti yangu mtoto mdogo wa miaka 7 akaanza kulia, namtaka dadi, namtaka dadi, namtaka dadi, namtaka baba yangu, namtaka baba yangu, namtaka baba yangu. Mke wangu akasema, wewe baba yuko masomoni, nasema hivi, asipokuja hapa siponi, namtaka baba. Wewe ukiona umezaa watoto wa kike na wa kiume hawakupendi, wewe baba jiulize, watoto wanatakiwa wawe rafiki zako. Yaani wewe ukiona ukiingia ndani watoto wanakimbia, ukiingia ndani wameona simba, mrekebishike. Inatakiwa mtoto wako wa kike ukumuhage. Hebu njoo rafiki yangu. Yaani wewe baba, wewe mkubwa wewe, yaani wewe baba, sijui mila za huku, baba eti hujawahi kumuhagi nani? Mtoto wako. Sasa atakutana na likifua la jamaa huko nje, litamwagi, litasema kifua hiki kizuri. Lakini ukiona muhagi likakutana kifua kingine huko, likasema wewe cha baba kizuri kuliko chako, toka hapa. Ataambia cha kwako hakina mvuto, cha dadi bwana. Sasa wewe hujai kumuhagi hata mtoto wako, hiyo ni hatari. Ataagiwa huko na lijamaa, lazima aone tofauti ya kifua cha baba na nani? Na lijamaa huko nje. Wangapi wananielewa? Hujai kuhagi. Hata wengine wanawake hajai kumuhagi mke wake tangu waoane. Na mnabati sikupewa hili darasa, ningewanyosha hili darasa la ndoa hili. Hajai kumuhagi mke wake tangu waoane. Siku hiyo akimuhagi mtoto atasema, mama leo kuna nini? Watoto, mimi unajua siku moja niliingia na gari nyumbani kwangu, watoto wakasema dadi wao. Nikamkumbatia mmoja, nikamkumbatia wa pili, wa tatu, afu nikamkumbatia mke wangu, nikamfanya alafu nikaambia watoto, shushani mizigo. Nikamshika mke wangu, tunaenda ndani, tunatembea. Za safari nzuri dia, za safari nzuri. Kumbe vijamaa watoto wangu watatu wamechukia, wanaona wivu mimi kumkumbatia mama yao. Nimewaambia ashushe vitu wewe mama, naenda naye. Baadaye wakasema, dadi tuna kikao na wewe. Haya, mnasemaje? Wewe unampenda mama kuliko sisi. Ukiona watoto wako hawajaona unampenda mama kuliko wao, jiulize maswali. Mierezi ya Lebanon ni mfano wa kuigwa kwa wake wazao na watoto wao. Yaani wewe baba hujawahi mchukua mtoto wako hata kwenda naye town pale kumnunulia pipi na kurudi naye nyumbani. Mtoto anakuona simba, lazima mtoto akupende. Si kila wakati unanuna tu unakuwa mkali, hapana. Siku moja mke wangu nikamwambia natamani kasamaki, akapika kasamaki, akazidisha chumvi. Alipozidisha chumvi, mimi nikawa nakula, mke wangu anasema, "Ikoje?" Nasema tamu, lakini ndani chumvi tamu. Watoto wakasema, "Dadi, mama leo kachemka, kazidisha chumvi." Nikasema, "Mna nyie, mimi kwa sababu nina hiki hapa, hiki kinafanya chumvi iwe nzuri." Nakula. Wewe sasa ungesema ni kweli mama yenu hajui kupika, ungewajengea mambo mabaya watoto. Mimi nikasema ni kweli, ni kitamu. Baadaye tulipoenda chumbani nikamwambia mke wangu, chakula cha leo kilikuwa kitamu
sana kuliko siku zote, lakini ulizidisha kachumvi. Tayari ujumbe umefika. Ujumbe umefika. Wewe chumvi, chumvi. Wewe baba, lea familia yako kama mtu wa mwelezi, acha vurugu. Sikiliza niwaambie, wazazi watarajiwa, malezi ya mtoto ni miezi 9 akiwa tumboni. Ukishachelewa hapo, imekula kwako. Hapa tumboni unamfundisha mtoto kuwa mchungaji, kuwa mwimbaji, kuwa mtu wa maombi. Unajua mke wangu alipokuwa mjamzito, nilikuwa naenda kwenye ile tumbo, naanza kuimba, angalia vifaranga chini ya mabawa ya mama. Katoto kanaanza kuruka tumboni. Kanajua huu ni muda wa ibada. Kisha namwambia tulia tuombe, kanatulia. Nakaombea. Afu baadaye nasema hebu cheza kidogo, kanaanza ti. Kanajua huu ni baba. Tulia mama lale, kanatulia. Wewe mke wako akiwa mjamzito ni toka hapa. Mjinga, katoto kakizaliwa na kenyewe toka hapa. Kamechukua yote. Wewe mtoto akiwa tumboni unasikiza tu zile nyimbo za inde moni ukisha kula kumba chukua kumba. Katoto kakizaliwa na kenyewe kanaruka kanisani, akakai kanaruka tu. Barabarani wewe utagongwa, kanaruka. Maana ulianza kukarusha toka wapi? Tumboni. Mara kamepanda juu ya kamera, kameangusha. Mara akaeleweki, kameenda huku, akatulia. Maana ulianza kukarusha kakiwa wapi? Ukiwa mjamzito, nyimbo za kusikiliza ni taka zile nyimbo uniongoze. Nyimbo zote. Katoto kakizaliwa kanakuwa katulivu. Hata kakikaa hapa bila mama, kametulia, kanasikiliza, maana kaliandaliwa toka wapi? Tumboni. Binti yako akikuletea mchumba, mpokee. Usimwambie usiolewe na huyo. We mama, acha wivu. Wewe umeshaolewa, umezaa, au na unataka uolewe na huyo kijana? Acha wivu. We mama, unakuwa na wivu binti yako kwa sababu anaolewa. Mruhusu, maadamu huyo kijana ni mcha Mungu, sio mchawi. Maana kuna vijana wachawi. Akiwa mchawi mzuie. Sio mchawi, ni mcha Mungu. Acha waoane, wabariki waoane. Usizuie watoto kuoana. Sasa kwa sababu mimi rafiki watoto wangu, mtoto analia, namtaka baba. Nikapanda gari. Mke wangu akaniambia amegoma kula, pressures kagoma kula kabisa. Anasema anamtaka baba, amegoma kula. Nikapanda gari, lori, nikasafiri kuanzia saa 9, nikafika saa 8 usiku ile hospitali. Nikamwambia mlinzi, kuna mtoto wangu amegoma kula, nimekuja kumuona. Mlinzi akasema usiingie saa 8 usiku, sio muda kuona wagonjwa. Nilimwambia neno hili, umwahi kuzaa? Akasema ndio. Asa haya blaza, ingia. Nikaingia, neno moja tu. Sasa maajabu ni kwamba nilipokuwa kwenye korido ninapita, Precious akaanza kumwambia mke wangu, sikia vishindo vya baba. Mke wangu akamwambia acha. Maana sikumwambia kama naenda. Mke wangu akamwambia acha mambo hayo bwana. Baba yuko Arusha. Akasema mama, baba anakuja. Ndipo nilipogundua kumbe wake zetu hamna kitu. Hawajui vishindo vyetu. Watoto wanajua vishindo vyetu. Nilifanya kikao kigumu na mke wangu, tukamalizana. Kigumu mno. Akasema kishindo cha baba hicho. Akasema hapana, sio. Baadaye nikagonga gi. Akasema baba huwa anagonga hivyo, huyo ni baba.
Nilipofungua mlango, pressures yakanyofoa ile ya kuingiza maji hapa, pap pap, akaluka toka kwenye kitanda. Ikabidi niwe kama yule kipa wa Kenya Onyango, nikamdaka, maana la sivyo angeanguka. Nilipomdaka akasema, baba, wameninyima chakula. Mama mke wangu na nesi wakasema, maskini watoto watatugombanisha. Leta. Akala wali, akala chipsi, akanywa juice. Alikataa kula siku ngapi? 3. Akala na pale madaktari wakasema kama amekula basi atoke hospitalini. Baadaye wakatupa, tukaondoka naye, lakini alikuwa amegoma kula. Anasema, baba, sasa nataka nikuulize kilichosababisha ajue aseme baba aje, lakini kilichosababisha ajue hatua zangu kwenye korido ilikuwa ni nguvu ya damu yangu kwa mwanangu Precious. Kilichosababisha apone ni nguvu ya damu yangu kwa mwanangu Precious. Kama mimi nilikuwa na nguvu kwa mwanangu Precious, habari gani kuhusu damu ya Yesu kwako? Ni nguvu, ni ulinzi, ni uponyaji. Mwenye haki atakuwa kama mwelezi wa Lebanon. Miti ya mierezi, ukikaa chini ya miti ya mierezi, miti inapovuma, upepo unapovuma kulia kushoto, kuna ala za sauti zinazotokea. Kuna ala za sauti. Wale wahubiri na waimbaji watagundua wanapotaka kutunga nyimbo, wanakwenda pembezoni ya mto, wanakwenda sehemu yenye utulivu. Sasa hapa miti ile ikivuma inatoa ala mbalimbali za sauti. Ndipo mwandishi aliyetunga wimbo namba 108 alikwenda chini ya miti ya mierezi. Alipoona upepo unavuma, ikawa inakuja na ala. Ndipo akaandika wimbo, tumesikia mbiu. Bwana asifiwe. Sasa hebu ngoja tu huo wimbo nikupeleke uone namna ambavyo alivyoandika inavyoshabiana na mierezi. Ya kwanza inasema, tumesikia mbiu. Maana yake nimesikia mbiu kutoka kwenye miti. Okay, twende. Tumesikia mbiu Yesu zeni. Weka kituo kwanza, nchini baharini. Sasa ukiwa kwenye hili jiwe, chini yako kuna bahari ya Mediterranean, okay? Ndio maana nasema sikia amri nchini na wapi? Na baharini. Endelea hapo, enezeni. Beti la pili, twende. Imba nawe askari, Yesu okoa, kwa nguvu ya kombozi, Yesu okoa. Imbeni wenye shida, unapoumwa moyo, na kaburini imba, Yesu okoa. Beti la tatu. Mawimbini uene, Yesu okoa, wenye dhambi jueni, Yesu okoa, visiwa na viimbe, vilindi itikeni, na nchi shangilie, Yesu okoa. Twende
Twende beti inayofuata. Upepo. Umeelewa hapo Hebu twende taratibu kwanza. Acha kwanza. Upepo. Alikuwa chini ya mielezi, upepo ukivuma. Na angalia wimbo wake wote ni uokoa. Maana yake msalaba wa Yesu ulitengenezwa kwa miti ya mielezi. Kwa hiyo kupitia hii miti Yesu okoa. Wenye dhambi jueni Yesu uokoe. Sasa twende hilo beti la mwisho. Upepo utangaze Yesu okoa, mataifa ya shanga Yesu okoa, milimani bondeni sauti isikike ya wimbo wa washindi Yesu okoa. Kupitia miti ya mielezi Yesu alituokoa. Wenye dhambi walisamehewa, wenye shida zilitatuliwa. Bwana asifiwe jioni ya leo, kwa sababu wewe ni mtu wa mwelezi, umekombolewa, umeokolewa, shida zako zote zimekwisha katika jina la Yesu. Imebaki pointi moja na muda umeisha. Sasa na mimi sio mhubiri dikteta. Napenda kuuliza. Wangapi wanasema ishia hapa usimalizie pointi moja? Mikono juu. Haya, wanaosema endelea malizia hiyo pointi moja, mikono juu. Asante. Watoto mpo wapi? Niendelee niishie hapa? Safi. Miti ya mielezi. Sasa amjaniuliza swali, mizizi yake watoto, ninajua mna swali. Mizizi yake sasa inashika wapi? Wangapi wanataka niwafundishe sasa watoto? Okay. Mti wa mwelezi walipoupima wataalamu, wamegundua mizizi yake imekwenda chini hapa mpaka kwenye kamera. Alafu ukaenda tena umbali wa futi 8. Kwa ulipoenda hivi ukapeleka mizizi ikazunguka jiwe, auende mpaka mwisho wa jiwe, ukazunguka jiwe, afu inakuja ile miti inashikana. Kwa ikifika chini tena inakwenda hivi, inatoboa jiwe, inashikana. Kwa kunakuwa na mafundo yaliyoshika kwenye jiwe mpaka mwanzo kabisa wa jiwe. Kwa hiyo maana yake kunakuwa na mafundo 100 na imeshikana kama mikono yangu, kanatokeza tena kingine kanakwenda inashikana. Maana yake ni kwamba miti ya mielezi haiwezi kung'oka, maana imejifunga kwenye jiwe. Jioni ya leo Yesu ndiye jiwe letu kuu la pembeni. Yesu ndiye mwamba wetu wa ukimbilia. Yoyote ambaye atajenga katika mwamba huo hata tahayarika. Magonjwa yakija utabaki imara, maana umeshika vizuri kwenye jiwe ambaye ni Yesu Kristo. Yesu mwenyewe anasema mimi ni mwamba wa kukimbilia. Maisha yako yaweke kwa mwamba ambaye ni Yesu. Maisha yako, familia yako iweke kwa mwamba ambaye ni Yesu. Matumaini yako yaweke kwa mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Nataka nikwambie jioni ya leo, Maria Magdalena baada ya kudhalilika kwa muda mrefu aliweka maisha yake kwa mwamba akapona. Jioni ya leo naona wagonjwa wakipona, walioamua kuwa kama mielezi na wakafungamanisha maisha yao na mwamba. Ninaona watu waliokata tamaa wakipata matumaini, maana wamefungamanisha maisha yao na mwamba. Ninaona watu ambao ndoa zao zina migogoro wakipata tumaini jipya, maana wamefungamanisha maisha yao na mwamba. Salama yako wewe mtu wa mwelezi haitoshi tu kuletwa na Yesu duniani. Salama yako ni kuwa connected na Rock of Ages, mwamba wenye imara. Kwako nitajificha. Weka maisha yako kwa mwamba. Jioni ya leo kuna kisa, lakini ngoja tukiache, takiweka kesho. Jioni ya leo ni wangapi nasema Yesu nakupa maisha yangu? Mimi ni mwelezi wa Lebanoni, najikita. Unajua, hebu shusha mkono.
Kwa nini watu wote walitaka mielezi ya Lebanoni? Kwa sababu ya hiyo peculiar yake. Leo miti ile imekatwa, lakini sasa hivi hairuhusiwi kuvuna mti wote pale, na lile limekuwa heritage ya dunia. Hata wenyewe Lebanoni hawana uwezo nao. Jioni ya leo wangapi wanasema Yesu, mimi ni mwelezi, naomba nijikite katika mwamba? Nyosha mkono wako, simama pamoja nami. Leo ninaenda kutoa wito mwingine wa pekee. Wale vijana wote ambao wako ambassador, naomba mpite hapa mbele, nataka niwaombee. Vijana wote ambao wako ambassador, pita hapa mbele. Vijana wote ambao wako ambassador, naomba mpite hapa mbele, nataka niwaombee. Kama hawapo mtakosa ombi la muhimu sana. Niite watoto wadogo, njoni. Vijana wa ambassador hawana haja na Mungu. Watoto wadogo njoni. Ambassador kwanza mnisubiri, niombe na rafiki zangu. Naomba wachungaji tupite mbele. Nataka niombe na watoto kwanza leo. Mungu anaenda, niangalieni mimi. Hata kama mkinigusa hamna shida, nyie njoni, nyie ni rafiki zangu. Sasa msiniangushe tu. Nataka Mungu akawape akili darasani. Wengine muwe wachungaji kuliko mimi, wengine pilot, wengine mainjinia, wengine walimu, wengine watu mtakaofanya mambo makubwa katika nchi. Mungu awasaidie wazazi wenu wapate school fees. Mungu awasaidie na nyie ambao mnaota ndoto mbaya. Wengine wameniambia wanaota ndoto mbaya. Mungu awasaidie zile ndoto mbaya msiziote tena. Wale ambao mnaumwa mnaenda kupona kuanzia sasa. Hebu tufumbe macho niombe kwa ajili ya watoto. Baba, katika jina la Yesu, niko na watoto hawa. Leo ninawaweka rasmi mikononi mwako. Maana ninawapenda. Waponye, walinde, watetee. Wasiopata usingizi wakapate. Ambao wanaota mandoto mabaya wasiote. Ambao wanafundishwa tabia mbaya wakakimbie kusema kanisani kwamba tunafundishwa tabia mbaya. Walinde, wajalie, wakapende vipindi darasani. Wote ninaoombea hapa wakawe na akili zisizo za kawaida darasani. Kama hesabu, science zilikuwa zinawasumbua, wakafaulu kwa kiwango cha juu. Mwishoni Yesu, walinde hawa watoto, ili ni kanisa la kesho. Ninaomba mibaraka kwao, neema kwao, katika jina Yesu Kristo. Amina. Watoto turudi kwenye viti vyetu. Haleluya. Ambassador njoni hapa. Njoni rafiki zangu. Wengine mnisamee, ninaongea na ambassador, ninazima mic. Ninaongea na ambassador tukiwa na wachungaji hapa.
Okay, tunaomba kwa ajili ya ambassador. Baba, katika jina la Yesu, vijana wangu wapo kwenye umri usio mzuri sana, umri wa kutamani kila kitu. Kipindi hiki ndio shetani analetea zinaa, pombe, tamaa na kutokuja kanisani. Kupitia ombi hili, wabariki, walinde, bariki watoto wazazi wao, bariki baba zao na mama zao, bariki walezi wao wakapate school fees, walinde wakakue katika hekima na kimo, wakimpendeza Mungu na wanadamu. Wajalie neema tele na rehema tele. Baba, walinde waingiapo na watokapo. Naomba haya katika jina Yesu Kristo, amina. Ambassador, Mungu awabariki. Turudi. Je, kuna mtu yote ambaye hajabatizwa na hajajitoa, anataka jioni ajitoe? Nyosha mkono wako juu. Hujabatizwa na hujajitoa, unataka ujitoe leo? Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Nyosha mkono wako juu. Hujabatizwa na unataka ujitoe, nyosha mkono wako juu. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Tunakwenda kuomba. Kiongozi wetu toka jimboni, naomba apewe maji. Ataomba nami pia nitaomba. Nitatangulia mimi kisha ataomba yeye. Tufumbe macho. Baba, katika jina la Yesu, ninakuja mbele zako maana wewe ni Mungu, hapana Mungu mwingine zaidi yako. Asante kwa neno la uzima. Watoto wako wamesikia, tumesikia neno lako uliotupa. Unataja vitu vya muhimu kwenye Biblia ili vitusaidie. Tulinde, tubariki, tutetee. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mafundi mitambo. Asante kwa ajili ya kamati na mwenyekiti wa kamati ya kambi, na kila mtu ambaye anatoa huduma yake ili sisi tuwe na afya njema. Ninamleta mchungaji mwenzangu ambaye baba yake kalazwa pale hospitali. Nenda kamponye Yesu, nenda kamponye. Naleta wagonjwa na watu wenye shida mbalimbali, kawasaidie Yesu. Walioandika maombi yao kayajibu Jehova. Jioni ya leo sisi ni washindi kama miti ya mielezi. Tumejengwa katika mwamba, hatutatikisika tena. Tumejikita kwenye mwamba, mwamba usiotikisika. Mungu, endelea kwa pamoja nasi. Neema yako iende kutufunika zaidi, katika jina Yesu Kristo, amen. Pamoja na hayo, Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo umetumia mtumishi wako akatunenea, na tumeweza kulisikia kwa njia nzuri, njia mwafaka. Baba yetu, utukuzwe milele na milele. Asante kwa sababu ya wote ambao wamehudhuria. Asante kwa sababu ya neema yako juu ya kila mmoja. Baba yetu, endelea kujidhihirisha kwa kila mmoja na kwa umati huu wote hadi mwisho. Jina lako liweze kuinuliwa, mapenzi yako yatendeke. Asante kwa sababu utatusimamisha kama miti ya mielezi ambayo inasimama juu ya mwamba ambao ni Yesu Kristo. Baba yetu, uwe kinga yetu, uwe mwamba wetu, uwe mwokozi wetu na kila kitu katika maisha yetu. Na hili ndilo ombi letu, tukiamini katika jina tukufu la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Emmanuel Nyakwara aje mahali mitambo iko. Emmanuel Nyakwara. Kuna sweta hapa. Kuna sweta hapa yenye imepotelea mwenyewe. Aichukue hapa mbele. Ronald Onchera yuko.
Ronald. Haya, kabla mjaondoka, Millenium Church members mubaki upande huu. Upande wa kushoto vile ninaonyesha hivi. Kari peace mkae upande ule.